kujua. Nilijiamini sana maana huyu boss hakuwa. So wakati anatoka nakimbia kwa ile fundi alikuwa amesimamia, namwambia kusema ukweli sijui, lakini fundishe. Hata kama ni kufanya kitu tu, ananiambia wewe anza na hemming. Nikapewa go nifanye hemming. Hemming ni ile ya sasa tulikuwa tunashika hapa chini, skirt, na nikaanza hiyo. Hapo ananiambia wewe ukanyanga machini kila jioni, ukiatu maana ni mimi nilikuwa nalala hapo kwa hiyo duka ya hizo machines. So nilikuwa ninajifundisha mpaka nikaambiwa miguu ifanye nini izoee. Nilienda tu hivyo mpaka nikaanza kushona, na nikashona nikawa fundi ambaye sasa ni kukata tu nilikuwa nimebakisha, lakini kuwekelea machini nilikuwa na akikata. Utashona vizuri kabisa? Ninashona kabisa. And today can you still do it? Ninafikiri naweza, lakini sasa unajua ni miaka mingi imeisha, lakini siwezi sahau. Kitu ambacho nilianza nafikiri ni vigumu sana kusahau. Kuwekelea machini nitashona. So sasa hiyo life imeanza kubadilika ama bado life ni kubahatisha, you know? Life sasa niko na shida. Bado unajua sasa kenye kinafanya nifanye hii kazi ni kwa sababu nitaenda wapi? Kenye kinafanya niseme najua kila kitu, nitaenda wapi? Baadaye ilifanyika nilianza kuwa rafiki sasa na vijana walikuwa area hiyo. Na nikaanza kufundishwa na kuambiwa sasa wewe hufai kukaa kule peke yako. Wewe sasa ni mwanaume. Anza kutokea sasa ujuane na sisi. Ndio pale sasa nikatokea sasa na nikaanza sasa kujuana na wao, kuingiana. Tunakula story sasa jioni, badala ya nikae na vyo mpani na badala nirudi kwa nyumba nakaa na vijana hao. Sasa siku moja nikakataa ile kazi, sasa nikasema hiyo kazi hapana. Ya kushona hii. Achana hiyo kazi and wacha nianze sasa maisha yangu. Na tena unaona ile kujiamini bado ninaweza kufanya vitu vyote sasa. Na tena ukikumbuka nyumbani penye kuna kaa Murang'a unaona. Na ninaambiwa nikitoka hapa nitapata mambo mazuri. Sasa ndio nilitoka na nilikuwa ninaona mtu ambaye alikuwa anachoma mahindi pale mbele. Na nilikuwa naona anatengeneza pesa. Mimi nikasema mimi na by wakati ule wa kushona sasa nilikuwa nimeongezewa mshahara, nimejua kushona, nilikuwa napewa 1200. Lakini sasa yule jamaa anawekanga kwa mfuko 100 faida, anauza mahindi anatengeneza 100 faida 100, na mimi na ngiri 3 kwa mwezi. That's a lot of money. Wacha niende nikatafuta, na mimi nikaangalia venye anafanya, nikasema ile roho tu ninaweza kufanya hivi. Nikaenda nikatafuta ile karai ya karai yenye inatengenezwa na matope, ndio weke makaa ndani. Nikatafuta mahali nikaweka. Sasa bahati mbaya nilisahau kwamba karai yenye yule anatumia, unakumbuka zilikuwa karai za kufunika dustbin. Yeye yake ilikuwa ya chuma, mimi nilitafuta ya plastic. Na makaa nikaweka karai yangu, nikawekelea mahindi. Zikaanza kuchoma mahindi, kaanza kuchomeka, na nilikuwa nimefundishwa kukata. Sasa customer ndio ninakatia mahindi ya 10 bob. Nilichukua hata najua kufinya. Karai nilikuwa nimewekelea kikitu hivi kikingi. Ile ya kale ka stima unawekelea karai. Uweze miguu ingie katikati ya nini na karai iwe hapa juu. Ndio unakata. Niliona kikingi juu. Makaa yote mahindi nilikuwa siokota kule mahindi. Karai imechomeka. Ikamelt yote. Lakini baadaye nilitafuta karai, nikaweka kazi ya mahindi, nikukimbia na kibiza. Karai nikaachana kazi ya mahindi, nikaweka duma, kuchomea watu duma, kukatia. Nikasikia sasa mihogo inasaidia brothers. Mtu mwingine akaniambia nitafute mihogo itinasaidia sijui nini, na mimi nikasema hiyo wakiona kuchukua. Wacha nidudue mihogo, barikiti. Nikaleka, ninawakatia kipande na wambia kwa daktari. Hii itasaidia. Tutasaidika. Nao wanaume wakisikia daktari. Wajarudea the doctor. Sasa umekuwa niwakatia mihogo. Nisibidia. Sibidi watu wananijua hata saa hizi. Hata leo nilikuwa hapo. Sitia kinipahali sijulikani.
hata leo wanajua hiyo kazi. Kuna mtu anaweza kusimulia kuambia ni kweli. Njeru the doctor alitoka hapa daktari akakatia watu mihogo. Nikaona watu sasa hata wamejua sijui nini ya kuwasaidia manini, maana waliachana na mihogo. Wakaacha sasa nikaanza tena mananasi, nimefanya kazi ya hoteli, nimefanya kazi za kuzungusha madizi. Sasa paka wakati niliona sasa nimelemewa. Hii time yote unaenda nyumbani, unaenda kuona wazazi? Good question. Niende na nini mtu wangu? Nitaenda na nini? Zinatafuta pesa ya kwenda nyumbani. Mamangu aliniandikia barua, hakukuwa na simu. Akaniambia, mtoto wangu, labda ni kukufa unakufa. Na sisi huku ni kama unakumbuka story ya nani? Yule ni Ruth, kwa kitabu cha Ruth, venye alisikia kwao kumekumbukwa. Akaniambia huku Gitugi Bwana ametukumbuka. Mahindi iko. Hata siku hizi getheri tunaweka maharagwe. Aliniandikia labda nikuteseka unateseka huko. Nikiliposoma hiyo barua. Saa hii wakati nasoma niulizi nalalanga wapi? Unalalanga wapi by the way? Sina kwa kulala, nalalanga nje. Nilikuwa nalala kwa street. Nilikuwa nimepewa pahali nje. Nilikuwa najifunika hapo kwa street. Alafu akili zangu zikachora, nikapata katikati ya kiosk na kiosk, nikapata mahali kuna kamwanya. Katikati ya kioski ya Coca-Cola na ingine hapa, nikapata kamwanya hapo. So nilikuwa natengeneza karatasi hapo juu. Ninaweka karatasi. Hiyo ndio roof. Yes. Lakini sasa ndio nifike hapo kwa karatasi, kuna maisha sasa ili change. Juu ya zile shida nimepata sasa, happen kuajiriwa na mtu mmoja siku 7. Akanipatia kazi ya siku 7 nisimamie hoteli yake. Wacha nikuambie ndugu yangu, huyo mzee ananajua ananikumbukanga. Wacha nikuambie niligarua mandazi. Ndio unajua mimi najua pika mandazi. Nikikumbuka ile shida nimekula. Na hii mandazi nilikuwa nachukua maziwa. Hata saa hii bidii alikuwa anaitwa bidii. Nisamehe sana mtume. Tafadhali nilikosea. Mimi nilikosea. Umelima kwa hoteli unakula mandazi. Niliweka kwa supu. Nikakula na ile hasira ya shida zenye nimepitia. Baada ya siku 7 ukafutwa. Hapana, hata alikuwa yeye mwenyewe alikuwa anasema na lugha ya kwetu. Kamwana kaka nikalete thina muno reke ikarete. Huyu kijana amekula shida kabisa, wacha tu akula shida sana. Wacha ale kabisa mpaka zoe. Na ulizwa utakunywa maziwa? Utakunywa nini ingine? Alifanya huyo sasa ndiye alifanya sasa nikasikia sasa ni kweli. Na ni kweli hata hoteli yako wacha kuficha watu, kunyima watu vyakula. Wacha wakule. Wakikula wataziacha tu. Maana wakati niliona sasa nakula ya nini nikaiacha. Lakini sasa Kenya alifanya, si amenilipa mshahara. Aliponipea pesa nikakumbuka ile shida niko nayo bila kuona wazazi. Nikaenda nyumbani. Kumbe nyumbani imenigoja namna hii. Sasa hapo ndipo maisha ilianza, ili change. Juu nilienda nyumbani nikapata wale vijana nilikuwa nimeacha, wote ni walevi. Wote ni wanapenda mambo kila aina ya raha. Na sasa ninatembea na wao. Sasa hapo ndipo tukashikana na wao. Sasa huko Gishagi huko. Gishagi, wacha hata Nairobi. Gishagi. Sasa story yangu ili change, maisha yangu ili change hapo. How? Maana sasa sitaishi sasa tena kama sasa yule kijana watu walikuwa wamejua kijana sasa mzuri. Sasa hapo ndipo mambo nikawa mtu sasa mlevi, nimekunywa pombe, nilionja nini ya kwanza, nikaonja ya pili, na sasa nikaishi kule Gishagi, nilikuwa sasa mtu ambaye ni mbaya. Kile kitu nilijaribu sana ni kuficha wazazi. Isipokuwa mamangu juzi amesema yeye hajui kama nilikuanga mlevi, lakini alikuanga anaona nikiletwa nimebebwa nyumbani na akaambia my wife, akaambia watu walikuwa wametembea kwetu. Na akamwambia mimi nilifikiria ni mgonjwa wa miguu.
So hata saa hii kule kwetu wanasemanga pombe ni ugonjwa wa kugojeka miguu, lakini nilikunywa pombe kabisa. The reason is why unakunywa na umekuwa Nairobi na umeona nikana kwamba Nairobi life is good, at least you're getting something. Then umerudi kule nyumbani umeshikana na very bad company, umeingia katika mambo. What was it? You never wanted to go back to Nairobi again? Nilipenda sana kurudi Nairobi. Na nilikuwa niko na fare, nilitaka nisalimie wazazi na nirudi. Lakini sasa nimepata hawa vijana wameniambia kaa na sisi huko. Kunywa pombe. Haujawahi kunywa. Nikakunywa aina zote. Kuna pombe ilikuwa inaitwa kantata nini, na nikatumia kila aina paka bangi nikavuta na kila yes. Sasa hapo ndipo nilikaa sasa kabisa, nikaona sasa hata siwezi kurudi Nairobi, na nikaanza sasa ile maisha ambayo ninaweza kusimulia sasa hapa na kuambia watu kwamba kuna kitu ambacho Mungu anaweza kukugeuza kutoka hapa na kuingize hapa. Sababu sasa hapo ndipo tena sikuwa nataka kukumbuka. Unajua ile si ati juu sasa nimerudi nyumbani, ile shida niliacha si ati imeisha. No. Nimeipata tu nyumbani. Nimepata tu pahali nilikuwa ninalala ni pale pale. Nimepata tu kulala bila chakula, hata kama sasa sio sana lakini iko. Shida nimeipata tu. Kuna vitu ambazo nilipata kule ambazo bado zilikuwa ni kitu maisha magumu sana. Na ilibidi mimi nifanye kazi, niende vibarua kule nyumbani ndio pia mimi nikule. So unaona ninaenda sasa kibarua, nanunua kapombe na kunywa ndio nisahau. Na wewe sasa ndio ulikuwa tegemeo, at least umekwenda town. Yes. Unaweza saidia hao wengine wenye uliacha huko ushago. Yes. Sasa umekuja hata umekuwa ni kama unaelekea kuwa wasa hata kualiko. Sio ati nilielekea, sasa nilichange. Ndio maana nilikuwa na sasa unajua nilipoingia sana nitaelezea sasa hiyo mambo ya ile kitu iliniharibu sana. Kuna pahali nilikuwa nimekuambia nitakuguzia. Ile kitu iliharibu sana, hata saa hizi huwa ninakutana na mtu ninasahau. Juu mimi nilipoanza kutumia ile kakitu, nafikiria hata ni kitu hicho. Nilipoanza kutumia nilivuta bangi sana. Na ile nilikuwa naambiwa ati ni kama ati hukutoa tulikuwa tunaita kusanifa. Sasa kutoa vitu vingine. Na nilitumia sana. Watu walikuwa wanasema ni venye sikuwa natoa hizo mbegu. Okay. Sasa nilikuwa mimi siko mzuri kwa kichwa. Juu nilienda ni kichwa yangu sasa ikawa ni kama inaruka. Serious? Juu sasa venye nilianza kufanya nilikuwa nikikunywa hivi pombe nikivuta bangi, ni kile kitu nafanya kama tuseme nilikuwa ninaongea nifanye hivi mkono nikivute hivi alafu nilewe nikiwa nafanya mkono hivi, siwezi kusimamisha hiyo mkono. Hata nikiulizwa na watu, Jero ni nini unafanya? Nitanyamaza tu. No. So shida hata siku moja so kama ulikuwa unafanya hivi nitafanya wewe. Siku moja si mama mmoja amenisalimia. Mama amenisalimia. Ameniuliza aliniuliza kitu. Habari yako Jero? Sasa na Kikwetu. Habari yako Jero? Bora wako Jero. Nikasema niko. Sasa hiyo haijanishika, iko kwa mdomo. Nikisema mzuri, nikitamka moshi ilikuwa kwa mdomo. Kwa hivyo igetoka. So happen kuniuliza swali. Sasa nikasema kumbe ndio kalikuwa kananishika. Wacha nikuambie, nilijaribu kusimamisha kichwa. Nikafikiria wacha nishike kichwa. Kichwa ile. Mikono ilipelekwa na nini? Nikaona wacha nijifiche kule kwa shamba. Na unajua ilikuwa inaniongelesha. Inakwambia nini? Ilikuwa inaniita wakini. Wakini ni rafiki. Maana kuna jamaa ambaye tulikuwa tunaitumia na yeye. Huyo jamaa ndiye alikuwa ananifundisha. Kila wakati tukienda alikuwa ananiambia wakini. Wakini ni kunimesa, nimesema rafiki ama mtu alikalangu. Twende. So nayo hii lugha yake
ili change kwa kichwa yangu. Ilikuwa inaniongelesha wakili. So si nimevuta, nimejaribu kusimamisha kichwa, nimekataa. Nilipoenda kwa mashaku nikajificha hivi kwa madizi. Nikiwa nimeinama hivi ikaniuliza wakili, watu watasema unasaidia hapa. Niona inanisubua. Watu watasema, lakini aniongelesha na so nikasimama. Nikisimama kichwa hakifanyi nini? Hakisimami, kilinisumbua paka pahali nipata miraba madizi, ile migomba ya madizi, ndipo ndienda nikaweka nikangojea hapo. Hata ikienda inasikia lakini haifanyi nini? Imekatalia tu hapo. Wow. Oh my God. Mtazamaji, this is not supposed to be a laughing matter, but now the way Njeru narrate, you can't really jizuia kucheka, because it was a very serious thing, because uvutaji wa bangi ni jambo ambalo hata wengi tumeona wameingia ndani yake na wamekuwa ni wenda wazimu kabisa. But now the way our guest Anaileta, it is just, you know, it is something that will make you laugh, although you're not supposed to. But we thank the Lord ya kwamba he's narrating these things that happened in the past. You know, he's no longer living there. He's a new person because, of course, Christ Jesus akishaingia katika maisha yako anakubadilisha. He changes everything of you. Habadilishi nusu. It's a process. Now, wewe na mimi tunakubaliana kwamba we cannot be able kumaliza makala haya wiki hii. So that means ya kwamba next week we'll be having our episode 2, because tunataka tuje naye mpaka tujue yule ambaye tunamuona akiimba nyimbo za injili wakati huu. How was the process? What is the importance of him telling you the whole of this journey, yo? Ndivyo wewe ambaye uko katika shida kama hii, wewe ambaye labda ndivyo umeanza kutumia dawa za kulevya, unajua kwamba huko mbele si kuzuri. Unajua kwamba shetani anaweza kuwa anakungoja, manake Biblia yenyewe imetueleza kwamba kazi ya shetani kuiba, kuharibu na kuua. And you see the devil can kill you even physically. Now he can also decide to deal with your destiny. So next week atakuwa anatueleza now how the transformation came in. Ili wakati ambapo unamuona akiabudu na worship Mungu, Muumba wa mbingu na nchi, usione kana kwamba aliamka tu just one day and he decided to sing for the Lord. He's singing because he has seen what the Lord has done in his life. And I believe that kind of transformation can also and will also happen in your life. In Jesus' name. Kamite is my name. Hadi next Sunday. Tukutane panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kwaheri. That's part 1.